Kama bado unaona maisha yako magumu na kusononeka wakati mwingine, kuona Mungu hayupo upande wako na kuziacha ndoto zako ziyayuke kama mshumaa, mtoto Rehema anaendelea kudhihirishia umma ya kwamba hatutakiwi kuwa na sababu au kisingizio kuweza kutimiza ndoto zetu. Rehema, una miaka mingapi? 7. Miaka 7. Ukiwa mkubwa unatamani kuja kuwa nani wewe? Askari. Askari? Kwa nini unapenda kuwa askari? Kwangu askari. Kwako askari. Unatamani ukiwa mkubwa umsaidie nani? Mamangu. Mama yako? Mama yuko wapi yeye? Yuko nyumbani. Yuko nyumbani? Ukiwaga nyumbani unapenda kufanya nini sana? Kuoga, kufua nguo na kutandika kitanda na kufagia. Na kufagia, unaweza kazi zote hizo? Wow. Licha ya kukosa mikono yote miwili, mtoto Rehema hajakata tamaa ya kutimiza ndoto yake ya kuwa rais wa Tanzania au askari atakayewatumikia watu wake. Unamjua rais wa Tanzania? Anaitwa nani? Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan. Unamwambia kitu gani yeye, rais wako? Nampenda. Unampenda. Hautamani kuja kuwa rais na wewe siku moja? Natamani. Unatamani kuja kuwa rais? Mtoto huyu ana uwezo mkubwa wa kujieleza, ana kipaji cha kuimba, uwezo wa kuzungumza mbele ya hadhara na vipaji vingine ambavyo walezi wake kutoka shule ya Dodoma Talents wanaeleza. Kwa kweli alikuwa hana mikono katika kufanya kazi zake kama ilivyo binadamu wa kawaida. Kwa hiyo miguu ndio imekuwa mbadala wa mikono. Nafikiri tukienda darasani tutaona kiti chake anachotumia na namna anavyoandika. Kwa hiyo mahitaji mengi au kazi nyingi anazifanya yeye mwenyewe, isipokuwa zile ambazo hawezi kufanya kwa miguu, ikiwemo kufua, labda kuvalishwa nguo, au akiwa anahitaji kwenda toilet uani lazima asaidiwe na baadhi ya wenzake wanaomzunguka. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo hawezi kuvifanya, lakini vilivyo vingi kama binadamu wa kawaida anavifanya na ana uwezo wa kuvimudu, pengine yawezekana kuliko mtu wa kawaida. Hebu vuta picha kidogo. Mtoto huyu anapitia hali hiyo ya kukosa baadhi ya viungo katika mwili wake akiwa na umri mdogo. Rehema anahitaji msaada wa baadhi ya vitu ili viweze kumsaidia katika ukuaji wake. Jamii, tuungane kwa pamoja kufuatilia mahojiano haya, na endapo utaguswa, karibu kusaidia ndoto za Rehema ziweze kutimia. Hii ni sauti ya Rami Ramsey kutoka Ngasa TV. Kwenye mtandao inamuonyesha mtoto ni Rehema Zainab. Mtoto Rehema Nasibu. Kiukweli nikaguswa na nikatamani kufahamu zaidi mtoto huyu anavyoishi, namna ambavyo anapata elimu na mambo mengine mengi. Kwa uchache pengine utuelezee aliweza kufika lini hapa shuleni na maendeleo yake yako vipi, namna ambavyo anajifunza vitu na vitu vingine. Rehema ni mwanafunzi wetu wa darasa la kwanza. Tumempokea hapa mwaka 2023 na mwaka huu yuko darasa la kwanza. Ni miongoni mwa wanafunzi ambao tunao hapa na ni mwanafunzi wa kipekee. Tunaweza tukasema wa kipekee shuleni kwetu kwa sababu kwanza ni mlemavu ambaye anatumia miguu katika kuandika. Kama ilivyo sera ya shule yetu, mission na vision inatuambia kwamba with us your talent grows, na pia tuna ensure wanafunzi wote au watoto wote kupata elimu bora katika mazingira wanayotoka. Kwa hiyo kama tunavyosema wanafunzi wote, maanake wale wenye mahitaji maalum na wasio na mahitaji maalum, inclusive education ambayo tunawapatia wote, akiwemo Rehema ambaye ni mlemavu, hana mikono, anatumia miguu katika kuandika, katika kula na kufanya mambo yake mengine. Sawa. Kuna mtu anaweza kawa anajiuliza pengine anaweza vipi kuandika na miguu, anakulaje,
nyumbani anaendaje? Kwa uchache tunaweza kufafanua zaidi. Kama tulivyosema kwamba ni mlemavu na tunajua Mungu ana namna zake za kushughulika na viumbe wake. Kwa hiyo hata yeye huyu tangu anafika hapa shuleni alionyesha tabia exception au tabia za tofauti na wengine. Kwa kweli alikuwa hana mikono katika kufanya kazi zake kama ilivyo binadamu wa kawaida. Kwa hiyo miguu ndio imekuwa mbadala wa mikono. Nafikiri tukienda darasani tutaona kiti chake anachotumia na namna anavyoandika. Kwa hiyo mahitaji mengi au kazi nyingi anazifanya yeye mwenyewe, isipokuwa zile ambazo hawezi kufanya kwa miguu, ikiwemo kufua, labda kuvalishwa nguo, au akiwa anahitaji kwenda toilet uani lazima asaidiwe na baadhi ya wenzake wanaomzunguka. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo hawezi kuvifanya, lakini vilivyo vingi kama binadamu wa kawaida anavifanya na ana uwezo wa kuvimudu, pengine yawezekana kuliko mtu wa kawaida. Ufaulu wake uko vipi? Ufaulu darasani ni miongoni mwa wanafunzi wanaofanya vizuri sana. Wanafanya vizuri sana, na hata ukiangalia namna anavyoandika, namna anavyosoma na namna anavyosema, unaweza ukagundua, utaangalia kupitia yale maandiko, anaandika vizuri sana. Kwa hiyo darasani ni miongoni mwa wale wanafunzi wanaofanya vizuri, miongoni mwa wanafunzi 10 bora naye yupo. Kwa hiyo ni miongoni mwa wanafunzi pia tunaowategemea katika shule yetu kwa wale wanaofanya vizuri. Kwa namna unavyonieleza inadhihirisha ya kwamba pengine anaweza kawa na uwezo mwingine binafsi kwa maana ya kipaji. Kipaji anacho, ana uwezo wa kudansi za aina nyingi sana, na pia kwenye mavazi fashion ana uwezo wa kutembea na kufanya kama fashionist wengine wanavyofanya. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo anavimudu sana. Rai yako kwa jamii au pengine serikali juu ya mtoto Rehema, pengine wewe ungetamani kitu gani? Wito wangu kwa serikali, kwa jamii inayomzunguka na jamii inayotuzunguka ni kuendelea kumsaidia, kwa sababu kama tunavyofahamu Rehema ni mtu ambaye anahitaji mahitaji maalum. Hapa tulimpokea, yupo shule akisomeshwa kwa ufadhili wa mkurugenzi wa shule. Maana yake bado kuna uhitaji mkubwa na uhitaji katika kumlea na kumuendeleza katika hali alionayo. Kwa hiyo kama kuna namna yoyote wadau wanaweza kujitokeza kumuunga mkono mkurugenzi wetu Mr. Faustin kwa ajili ya kumshika mkono kuendeleza kipaji cha huyu mtoto kwa chochote kile watakachoguswa nacho, tunawakaribisha, kwa sababu milango ipo wazi, kila mtu apate baraka kwa ajili ya kumsaidia huyu mtoto tuliye naye. Na pengine kama watu wataguswa wanaweza vipi kuwafikia, au mtu anatoaje msaada wake kwa maana yako kwenye simu na akitaka kufika hapa? Kama tulivyosema hapo awali kwamba shule yetu inapatikana Veyula kwa mkuu wa wilaya, kilomita 20 toka katikati ya mji, kwamba kwa yeyote ambaye anawiwa kuja kumsaidia mtoto Rehema anaweza akafunga safari kuja hapa shule, akamuona physically mtoto mwenyewe jinsi alivyo, akajiridhisha na hata akaweza kuleta huo msaada wake.